John Heche na Dudu Baya waikalia kooni Simba baada ya Simba kupigwa goli moja. I say tambo za Dudu Baya, na nadhani ulisikia kile alichokizungumza Dudu Baya. Sasa kabla sijakuletea kuona kile alichokizungumza Dudu Baya na Heche, nikukumbushe tu kubonyeza neno subscribe hapo ili uwe wa kwanza kupata matukio ambayo nakuwa na kukusanyia kutoka pande zote za dunia. Na pia tu nikukumbushe kuangalia mwanzo mpaka mwisho, usiruke klipu, maana unaweza ukaruka klipu kile ambacho ulikuwa unatarajia kukiangalia usikione. Kwa hiyo wewe angalia mwanzo mwisho. Na pia nikukumbushe tu kuweka maoni yako hapo, kuweka maoni yako, usisahau kuweka maoni yako, kushare, kulike na kucomment. Sasa nisiongee mengi zaidi, twende moja kwa moja tukasikilize kile alichokizungumza kwanza Dudu Baya, maana klipu ya kwanza ni ya Dudu Baya, klipu ya pili ya Heche na klipu ya tatu ni ya mashabiki, uone maoni yao. Sasa twende tukamsikilize Dudu Baya kile alichokizungumza. Wajinga wapuzi. Niliwaambia tarehe 12 mtapigwa miti Zanzibar. Baadaye nikaonea huruma, nikasema mpigwe kimoja. Unajua kile kimoja ni kitamu alafu kina maumivu. Alafu Simba mnavyofanya, mnanengeneka. Simba mkinyanyuka tu kwenye kiti, mnaona kwenye kiti kuna damu, manake mmepigwa kimoja Zanzibar. Na bado mkikutana na mabingwa wa miaka yote, damu zinaanza kuongezeka. Kwa sasa mkiangalia kwenye siti mlizokaa, hata kama ni sebleni kwako, utaona kuna damu. You better watch your back. This is Yanga. We live your life, man. You punch me once, I punch you triple. You better watch your back, yo. We live it. Nadhani umesikiliza kile alichokizungumza Dudu Baya. Unajua Dudu Baya sasa hivi amekuwa kitrend kwenye mitandao kulingana na matukio yake au matendo yake. Dudu Baya anakuambia yeye anajiita konki, na nikukumbushe tu kabla tujaendelea, Dudu Baya ametangaza, tumeona ameweka brandi yake ya nguo zake, kofia zile Mamba CG24 sasa hivi zinapatikana, na ameweka namba ya simu. Au ukitembelea kwenye page ya Dudu Baya utakuta ametangaza biashara, amekuja kivingine. Unajua unapokuwa unapata chance unajua sasa hivi kila kitu kimamia mitandaoni. Watu tumeona ukitrend kidogo tu mitandaoni unapata matangazo, unapata nini, maisha yanaendelea. Sasa Dudu Baya chance iliyopo anapata michongo tofauti, na aliwaahidi Simba kwamba mkifungwa, kauli yake umesikia hapo. Sasa Dudu Baya bana, tambo zake ndo hizo kama umezisikia hapo, baada ya Simba kupigwa goli moja. Huku mtaani kauli ya Dudu Baya imekuwa ikizagaa sana na inawaumiza kweli wana Simba. Unajua mchezo umeshakuwa ni moja ya kukutanisha watu, utani upo. Kwa hiyo unaweza hicho anachoongelea Dudu Baya asilimia kubwa huwa ni utani tu, kwa sababu unajua na mtu akikutania ukakasirika ndo aga anakandamizia hapo. Hayo Dudu Baya ongea ni matani, lakini mwisho wa siku lazima maisha yaendelee. Kesho na kesho kutwa, yani tunakuelekea huko, zitakuja tena zitacheza Simba na Yanga. Yanga itafungwa, Simba itafungwa, lakini wote ni Watanzania. Lengo letu ni moja tu, kulijenga taifa ili tuwe kitu kimoja, tupendane. Na unajua michezo ni afya. Michezo inasababisha akili zinakuwa zina uwezo wa kufafanua. Michezo inatukutanisha watu tofauti. Kwa hiyo michezo tunakutana na vitu vingi tu ambavyo vinatuelimisha na kutuburudisha pia. Kwa hiyo ndo kauli ya Dudu Baya hapo, umetoka kumsikiliza. Sasa nisikuchoshe, twende moja kwa moja tukasikilize kile alichokizungumza John Heche, na nadhani wote mlikuwa mnataka kusubiri tu kusikiza kile alichokizungumza John Heche. Huyu hapa John Heche. Labda
mimi niwape mfano ambao rahisi tu mtaelewa. Hivi leo Simba na Yanga wakienda kucheza mechi, alafu Haji Manara akawa ndio refari, hiyo mechi nani atashinda hiyo mechi? Hiyo mechi atashinda nani? Hata kama hakuna penalty, mtu amechezewa rafu katikati, Haji mimi ninavyomjua atapeleka kutenga penalty kwenye kile cha penalty. Uongo kweli? Nadhani umetoka kumsikiliza John Heche kile alichokizungumza. Unajua mambo ya mpira bana, haijalishi, yani mambo ya michezo haijalishi. Hata uwe kwenye siasa, uwe kwenye nini, uwe michezo huwa inatukutanisha tu. Hicho amekizungumza John Heche ilikuwa kama ni utani. Tunajua Simba na Yanga ni watani wa jadi, kama unavyosikia hapo kwamba fulani akipewa urefa achezeshe mpira lazima apendelee kwake, lakini sheria za mpira usifikiri watu wanawawekaga hivi. Sheria za mpira, kwanza refa unapokuwa uwanjani utakiwi kuonyesha una mapenzi na timu gani kisheria na protocol za mpira. Kwa mpira bana una sheria zake. Mpira huwezi kupewa tu hivi urefa sijui lazima. Kwa hiyo hapo Heche alikuwa anazungumzia kimasiara tu, ni matani. Unajua haya maisha hapa duniani huwezi kuishi bila kuwa na mtu mtani. Ya mtu yoyote, yani hata unawaona viongozi wakubwa ni wanawatani tu ambao wakifikaga wanataniana wanafanyeje. Kwa hiyo bana nisikuchoshe. Sasa twende moja kwa moja tukatazame kile walichokizungumza mashabiki. Mashabiki wengine wamelia, wamemwaga machozi, wengine mpaka wamegalagala kisa kufungwa tu. Yani kuna watu wana mapenzi na timu babu. Achana na wewe unavaa jezi ukifungwa unaivua, ukifungwa unakimbia timu. Kuna watu wana mapenzi na timu, hawawezi kuhama, yani na wamesisitiza. Yani oya, mimi sitaki kuongea mengi zaidi, nikupeleke tu moja kwa moja uende ukaone watu walivyo na uchungu na timu zao. Hawa hapa mashabiki, nikukumbushe tu kusubscribe, kushare na kuweka komenti yako hapo. Hawa hapo mashabiki. Leo yani wachezaji utafikiri wametoka guesti. Yani wachezaji wa Simba utafikiri wametoka guesti ndio wanakuja hapo uwanjani. I swear to God tunaumia. Yani sisi tunaumia, wachezaji utafikiri wametoka guesti ndio wanakuja uwanjani hapa. Yani timu inapotea utafikiri haifanyi mazoezi. Hivi kweli ndio uhalisia wa Simba? Simba tulikuwa tunaogopwa. Hakuna timu inayokuja kwa Mkapa hapa, yani waje kama wao wanavyokuja. Timu inakuja zina relax. Lakini mimi huwezi kuniaminisha, yani wewe uniaminishe. Umeona kosa alofanya Ismail Tule? Lipi? Kwa Albert. Alikaa nyuma yake. Maana yake kakaa nyuma yake. Afu anayepiga mbele. Umeona? Ndio. Yaani wewe lirudia vizuri ile goli. Ile goli ya kukaa nyuma. Ismail Tule ndo alikuwa mbele ujue. Sasa ilikuwaje akaja nyuma? Sikiliza, Albert katokea hapa baada ya kuona huyu kashachelewa. Kwa sababu ule mpira itakiwa Ismail Tule ndo asogee, asiusubiri. Yaani aufuate. Sasa baada ya kuona huyu anausubiri yule ndo akasogea. Akaingilia kati. Na ukija kumwangalia Chagamba Albert Kangwanda ligi ya Zambia, Chagamba yule kapiga assist 9, kafunga takriban goli 10 ujue. Ndio. Ushasoma? Mambo yake. Kwa hiyo maana yake anakupa kwenye kuassist, anakupa kwenye kufunga. Kwa hiyo zile timing za usteka yule anayo. Yaani yule Albert Kangwanda baada ya kumuona Ismail Tule anasubiri mali. Akasema ngoja nikosa. Mimi subiri nipite kati. Umeona yule akaovertake akaenda kuugusa tu mpira. Ismail Tule baada ya kumuona sasa Albert kashaka mbele. Chagamba ndo kaenda kujipiga kwenye mbavu. Wewe ile mwanamume kama lile ulishaenda juu kwenda kulipiga kwenye mbavu, si unaliongeza speed lile. Hata mmetukosea bibi. Mmetukelea bibi. Hata mmetukosea kunionyesha gani.
Kwa nini mmetukimbia sisi? Mmetukimbia sisi. Mmetukimbia. Mmetukimbia bwana. Kipigo cha leo kinaitwa mtakunya tena au mtakunya tena. Kipigo cha leo kinaitwa mtakunya tena au mtakunya tena. Kipigo cha leo. Kwa sababu wewe mtu mzima huwezi kwenda kuvua nguo hapo unakunya kunya ovyo ovyo. Sasa kule zamani kwambia kunyeni tena wamekunya wapi? Kunya kumewaponza watoto wa mode. Mpaka sasa kwanza wamekwenda kwa mawenge baada kila ukiangalia sura ya mwalimu. Usione mwalimu alikuwa anatabasamu tu juu kule. Ana enjoy tu vijana wanavyotandaza soka. Na hapo mwalimu hajacheza ujue. Sasa mwezi wa 10 sasa anakwenda kucheza. Piga mahesabu. Tumecheza kwanza bila namba 6 piwa. Yaani namba 6 leo ilikuwa ya kuunga tu lakini watu wamekwenda namna hii. Alafu Selemani mwalimu hapo hajacheza na alikuwa anaitaka ile mechi lakini huyu Mangoba akamwambia wewe tulia kwanza mwezi wa 10 tunao hawa. Kwa hiyo tumewapa kipigo kinaitwa kunyeni tena. Mchazuko ameshindwa kunya Zanzibar kule. Kwa hiyo sasa twende tukaanze ligi kuu Tanzania bara baba mwakani tena kamati ya roho mbaya Rizwani umemwona juu kule. Ana enjoy Tueni mlichokiwe. Sasa sisi sasa kule tumewatuma sasa mnye huku kama mkishindwa mkirudi Dar es Salaam naendeni mkatoe mimavi yenu. Sasa sijajua wanaporudi. Mimi najua kabisa kule watu lala tena wanavizia boti la usiku. Yaani kule Zanzibar leo kulaliki kule watoto modi. Nadhani umeona mashabiki jinsi walivyokuwa na uchungu na timu zao. Wengine wamelia, wengine wamefanyeje. Yaani unajua hizi siku ambazo toka Simba imetoka kufungwa nchi nzima mashabiki, kila shabiki amekuwa akizungumza lake kulingana na vile anavyoona timu yake inamtendea. Kuna watu wana uchungu na yani wana uchungu na timu. Mpaka inafikia hatua watu wanaanza kuwalaumu mpaka viongozi. Watu wanawapenda wachezaji wao, watu wanaipenda timu yao. Ndio maana hapo kila mmoja wengine wamelia, mmeona hapo mtu mzima analia. Na mtu mzima ukiona mpaka analia ujue kuna jambo zito. Mtu mzima hata afanye vipi kulia tu kuona wanamwaga machozi huwa ni ngumu, lakini timu ya Simba na Yanga, timu yoyote inapokuwa inafungwa, hapo ndo unapokuja kuona watu wazima wanalia mpaka wanatoa machozi. Hebu nenda kwenye comment hapo. Wewe kama ni shabiki wa Simba, mngefungwa kama ilivyofungwa hapa, ni mlivyofungwa. Kwa mfano tu kama ni shabiki wa Simba, ungelia hivi kama unavyowaona hao mashabiki, ungelia? Au wewe ungekuwa ni mshabiki wa Yanga mkafungwa, ungelia hivi? Jamani, linapokujaga kwenye swala la michezo, hasa kwenye masuala ya mpira, sio kwenye nchi yetu, tunaona hata huko kwa wenzetu Ulaya, shabiki analia, anamwaga machozi, yani hataki kuelewa, kiasi kwamba ukimletea masiala kidogo inaweza ikatokea habari nyingine. Kwa hiyo unapomkuta mtu shabiki yoyote, nitoe tu kitu kama tuseme kama elimu au mawazo, unapokutana na shabiki yoyote wa timu ya mpira yoyote kafungwa, achana naye, ondoka. Kuna watu wana mapenzi na timu, unaweza ukahisi wao ndo waanzilishi. Unajua haya masuala ya mpira, watu wanachagua viongozi, na kila kiongozi sehemu yoyote ile huwa kuna mafisadi. Kuna watu wanaweza mkawachagua uongozi kwenye timu, wengine wako kimaslahi tu, apate chake amalize basi. Masuala eti ya kusema eti ana uchungu na timu, wanabaki kinayo mashabiki. Nenda kwenye comment, kati ya viongozi wanaomiliki timu na mashabiki, wapi wenye uchungu aswa na timu? Wapi wenye uchungu aswa na timu? Weka komenti yako hapo. Sasa mimi leo sitaki kuongea mengi zaidi, na naona tu hayo ulioyaona kwa leo ni mdolokusanyia kwa muda huu, ila naendelea kukusanyia mambo mengi mazuri zaidi, na ndio maana kukumbusha kubonyeza neno subscribe hapo, ili uwe wa kwanza kupata matukio yote ninayokuwa nayaandaa hapa. Na pia usisahau kushare, kucomment na kulike. Maoni yako
ni muhimu sana. Ulikuwa na mimi King Fenya aka Nyafe Nyafe. Tutakutana kwa matukio mengine. Mimi nasema bye bye.